Dalili 5 za watu wanaokuzunguka lakini hawakutakii mema. Katika maisha ya kila siku kuna watu ambao karibu na sisi, wanaishi karibu na sisi, lakini mara nyingi tunashindwa kujua kama ni watu wema au sio wema. Na mbaya zaidi, hauwezi kuwajua kwa urahisi. Sasa leo nitaenda kuonyesha dalili 5 za kutambua watu wanaokuzunguka kama wanakutakia mema, wanafurahia mafanikio yako. Na ukizijua hizi dalili, basi utajua namna ya kuishi nao, kwa sababu asilimia kubwa maisha ya watu yanaharibika kwa sababu ya kukaa na watu wasio sahihi. Sasa ukijua mapema, basi utajua namna gani ya kufanya. Na tutaenda kuangalia kwa undani kabisa kwa sababu za kisaikolojia kwa nini wanafanya hivyo na namna gani ya kudhibiti hali hizo. Lakini kama hii ndio mara yako ya kwanza kujiunga na channel yetu ya Elikhan TZ, karibu sana na usisahau kusubscribe. Asa, dalili ya kwanza ni pongezi zenye sumu. Hii tunaita backhanded compliment. Unajua watu wote ambao hawapendi mafanikio yako, mara nyingi mafanikio yako yanakuwa kama tishio kwao. Kwa hiyo watakuwa wanatoa pongezi lakini ndani yake kunakuwa kama kuna sumu. Yaani anakuwa pande mbili, anakupa pongezi lakini ndani yake kunakuwa na ile kashfa au kejeli au dharau. Sasa unaweza ukajua namna unavyo toa hizo pongezi, na wewe utaanza kujua kwamba hizi pongezi zina sumu ndani yake, baada ya kukupa sentensi ambayo mwanzo inakupa sifa lakini ndani yake wanaongeza na udhaifu. Na mara nyingi tulishazoea, unakuta anakuwa anakuambia kama labda kama utani, lakini ndani yake ndo anapitisha ujumbe wake. Sasa kwa nini watu hao wanafanya hivyo? Anakuwa anakupa pongezi lakini ndani yake kunakuwa kama kuna sumu. Jambo la kwanza kabisa ni wivu uliopitiliza, kwa sababu mafanikio yako yanakuwa kama tishio kwake, anajisikia vibaya ulipofanikiwa. Lakini kutaka control, kwa sababu anaona wewe ukifanikiwa zaidi utakuja kuwatawala. Sasa wanafanya juu chini ili kukushusha na kukufanya ujione wa kawaida, kwa sababu ili usije ukatawala maisha yao. Kwa hiyo watafanya juu chini ili uone mafanikio yako ni kitu cha kawaida, ili usiinue juu yao. Kwa hiyo watafanya juu chini ili wewe usiwe na control kabisa kwenye maisha yao. Sasa kuna mifano ya pongezi zenye sumu. Yaani mtu anakupa pongezi lakini ndani yake kuna sumu. Mfano anaweza kuambia umependeza sana leo, lakini mavazi haya yanakufanya uonekane mwembamba kuliko kawaida. Hasa hapa mara nyingi anakuwa anaonesha au anamaanisha kwamba kwa kawaida unaonekana huna muonekano mzuri. Mwanzo anaanza kusema mpendeza sana, lakini mavazi haya yanakufanya uonekane mwembamba kuliko kawaida. Kwamba mavazi haya yanaonesha kwamba wewe mwili wako hauko vizuri. Yaani kwa asili ya kawaida mwili wako unaonekana hauko vizuri, lakini mwanzo anaanza kama ana sifa ya kusifia. Lakini pia mfano mwingine anaweza kuambia umefanya wasilisho vizuri, yani presentation, lakini nashangaa umeweza kuongea vizuri hivyo bila hata kusoma. Hapa mara nyingi anakuwa anamaanisha anashangazwa na uwezo wako, akizania una akili ya kutosha. Kwamba yani wewe mpaka usome ndio utapata maarifa. Yani huwezi kaongea bila kusoma, maana yake wewe ufahamu wako ni mdogo. Kwa mwanzo anakuwa anakusifia, unaona kama anakusifia lakini ndani yake kuna sumu. Lakini mfano mwingine ni hongera, anaweza kuambia hongera kupata kazi mpya. Sikuzani kama wangemchukua mtu mwenye uzoefu mdogo kama wako. Lengo lao ni kufanya ujihisi una thamani, huku akijifanya anafurahia mafanikio yako. Unaona kwamba yani yeye anakuwa anaonyesha kwamba hongera umepata kazi, lakini neno anaongezea sana ndani yake kwamba sikuzani kama wangechukua mtu mwenye uzoefu mdogo kama wako. Yani unaona kwamba tayari anatia na sumu huwa ndani ili ya kuonesha kwamba mafanikio yako ni ya kawaida na watu ambao wamepata nafasi yako ni wa kawaida zaidi, ili wewe udharau mafanikio yako, ili usije ukawa na control zidi ya watu hao wanaokuzunguka. Hasa hizi pongezi sio nzuri na zinaweza zikaathiri kabisa maisha yako. Hasa jinsi ya kukabiliana nao watu wa namna hii. Jambo la kwanza kabisa, chukua sifa, acha sumu. Mfano mtu kakukusifia, angalia ile sifa leo kuambia, acha ile sumu leo kuambia, kwa sababu mara nyingi focus na sifa, achana na ile sumu aliyokuambia. Sumu itakufanya ujisikie vibaya na utakata tamaa. Lakini omba ufafanuzi kwa utulivu. Mara nyingi watu ambao wanakupa pongezi yenye sumu, kimwambia unamaanisha nini unaposema wamechukua mtu asiye na uzoefu wa kutosha, tayari hapo utamtengenezea mgogoro na ataona aibu na atashindwa kuongea zaidi, kwa sababu pale ataanza kuelezea sasa sababu ya yeye kuona wivu wa mafanikio yako. Na mara nyingi hataweza, kwa sababu mara nyingi wanakuwa wanaficha, yani anakuwa anaficha wivu wake kwenye pongezi, kwa hiyo hawezi kusema wazi. Kwa hiyo ukimuuliza hivyo, unaweza kumwambia tu kwa utulivu, unamaanisha nini baada ya kusema hivyo. Na mara nyingi watu wengi wanakuwa na kejeli kwenye maneno yao. Wewe muulize unamaanisha nini unaposema hivyo. Hawezi tena kuendelea kusema hivyo na ataogopa
tena kuja kukuambia mambo kama hayo. Lakini weka mipaka, tunasema boundaries. Hapo sasa ndio unakuwa ujue kwamba ukishaona mtu ana namna hiyo, basi sio mtu wa kumshirikisha mambo yako ya muhimu, au sio mtu wa kumwambia vitu vyako vya muhimu. Hapo utakuwa umeshajua dalili kwamba huyu mtu sio mzuri kwangu. Lakini dalili ya pili, furaha yao wakati unapokwama. Watu mara nyingi ambao wapendi mafanikio yako huwa wanasubiri pale ambapo utakwama ndio wanafurahi. Sasa kwa sababu mara nyingi unapokwama wewe ndio wanasherekea, kwa sababu wewe ukifanikiwa linakuwa tishio kwao. Sasa mara nyingi kuna namna ambavyo wanajidhihirisha. Anaweza akatumia mbinu ya nilikuambia, tunaita the I told you attitude. Mara nyingi anasubiria pale unapokwama au unapata changamoto, anakuambia nilikuambia hili jambo litakuwa hivi. Lengo sio kwamba anakuwa upande wako, ni kufanya wewe uonekane hauna uwezo wa maamuzi, kwa sababu anatengeneza ile hali kuonesha kwamba yeye ndo alikuwa msaada mkubwa kwako, kwamba kukushauri lakini ukapuuzia. Sio kwamba eti anajali, hapana, ni kuonesha kwamba wewe hauna uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Kwa sababu mtu yote mzuri atakusaidia kuongoza ufanye maamuzi sahihi. Sio yule ambaye anakushinikiza nilikwambia ukaacha au ukapuuzia. Sasa unaona leo kupata hiyo inakuwa sio dalili nzuri. Lakini kutafuta maelezo ya ziada, naita gossiping hunting. Anaweza kuwa anakuuliza ilikuwaje, hali yako vipi. Wewe unaweza kuona kama yuko upande wako, lakini anatumia yale maelezo kama silaha kwenda kuyasambaza kwa watu wengine. Na utajuaje? Utaanza kusikia watu ambao wanakuzunguka ambao hukuambia hilo jambo wanaanza kusema habari zako. Na mara nyingi sana inatokea sana makazini. Unakuta unamsimulia mtu mmoja, unashangaa baadhi wanaanza kusema yule wameshaachana na mke wake au ana changamoto ya ndoa, lakini kumbe wewe ulimwambia mtu mmoja kuambia wengine. Hapo utajua kwamba huyo mtu sio mzuri kwako. Lakini jambo jingine ni kutia chumvi kwenye tatizo. Anaweza kuja kukuambia jambo hata kama la kawaida, akaja akaongezea nguvu akwambia hilo jambo bora uliache, aliweza kufanikiwa, ili akukatishe tamaa kabisa uache kujaribu tena, kwa sababu anaona ukiendelea kufanyia kazi litafanikiwa. Kwa atakuja kukatisha tamaa akwambie bana hilo haliwezekani, achana nalo, hilo ni gumu, ili upoteze kabisa uachane nalo. Lakini jambo la mwisho ni kupotea wakati wa shida. Tunaita the disappearing act. Sasa kuna msemo mmoja unasema hivi, rafiki wa kweli atakufaa kwenye ziki. Na huu ndio unafaa kabisa. Ukiona pale watu wanapotea, wanakuwa na sababu 1000, pale unapokuwa na shida wanakukwepa, wanakimbia, lakini pale unapokuwa na furaha wanarudi ili kushirikiana na wewe katika furaha ulionayo, hao sio watu wazuri kabisa kwako. Rafiki mzuri atakufaa kwenye ziki. Hasa jinsi ya kujilinda na watu ambao wana furaha wakati wewe unapokuwa umekwama. Jambo la kwanza kabisa, kuwa kichujio cha taarifa. Hapo sana utakuwa ujifunze kwamba sio taarifa zote za matatizo yako ni kuambia watu. Kuna taarifa zingine utaki kabisa kuambia watu wazijue, kwa sababu itakuwa ni chanzo cha kutumia hizo taarifa kuja kukuangamiza wewe. Lakini tazama lugha ya mwili, tunaita body language. Mara nyingi mtu ukimuona ana furaha baada ya kumwambia jambo lako zuri, ili kudhibitisha kwamba ana furaha kweli, angalia kwenye kona ya macho. Nishaelezea hii katika video zangu, kama hujapitia na vizuri kuzipitia lugha ya mwili, kwamba ukitaka kujua mtu kama ana furaha kweli, kwenye kona ya macho waka kuna jikunja kama anacheka. Lakini angalia jinsi unapomsimulia kitu. Ukiona anakunja mikono ni hali ya kutokufurahia kile kitu unachomwambia. Anakunja mikono kifuani ni hali ya kujihami kwa lile jambo ambalo unamwambia. Lakini kwa mfano labda unamwambia jambo zuri, kuona anakupisha macho kwa kuangalia, hiyo ni ishara pia hajafurahi na hilo jambo. Yaani ni kama kuna mgogoro ndani yake, kwamba hilo jambo unalomwambia limekuwa tishio kwake, alifurahi. Lakini pia jambo la mwisho, tumia kushindwa kama shule. Sasa pale unapokuwa kwenye changamoto ndio sehemu inakupa shule sasa kujua kwamba watu gani sahihi wa kuwa nao na watu gani sahihi wa kuwapunguza kwenye sako ya maisha yako. Ukiona watu ambao wana changamoto, ambao hawakufai, wanaonekana kwamba wanafurahia wewe unapokwama, basi hao sio vizuri kwenda nao mbele, kwa sababu watazuia wewe kupiga hatua ya maisha. Lakini dalili ya tatu ni kushindwa kuficha wivu kwenye mafanikio. Sasa mara nyingi watu ambao hawapendi mafanikio yako, mara nyingi huwa wanakuwa hawawezi kuficha ule wivu, kwa sababu kama nilivyosema awali, mafanikio yako yanakuwa tishio kwao. Unapokuwa umepata labda promotion kazini, mpandishwa cheo au mpata deal la biashara, unapoenda kumwambia, mara nyingi ule wivu utamfanya asiweze hata kujificha, kwa sababu mara nyingi kwenye lugha ya mwili unaweza ukaona, na ndio sehemu sahihi ambayo unaweza kumgundua mtu, kwa sababu anaweza kaficha sehemu nyingine, lakini ile lugha ya mwili baada ya kuongea naye inaweza kumdhihirisha na yeye bila hata kujua. Kwa sababu mara nyingi unapoenda kumwambia kitu kikubwa, ile hali itamtengenezea shinikizo wewe ndani,
na ataanza kufanya vitu ambavyo hata yeye mwenyewe anaweza asijitambue anavyofanya. Sasa kuna ishara za wazi ambazo mtu ameshindwa kuzuia wivu wake pale anaposikia habari yako ya mafanikio. Jambo la kwanza kabisa ni kupunguza uzito wa mafanikio. Tunaita downplaying. Mara nyingi unapoenda kumwambia labda jambo fulani, labda nimepandishwa cheo au nipata kazi sehemu fulani, anaweza kuambia hiyo kazi hata mtu yote angeapply angepata, hata mimi ningeomba ningepata. Lengo ni kufanya uone kwamba hiyo hali au mafanikio yako sio makubwa, yani kuyapunguza ule uzito wake, usiaone kwamba ni kiwango kikubwa zaidi, ili udharau ile mafanikio yako yaone ni ya kawaida, ili kwao waone pia hicho kitu ulichokipata ni cha kawaida, ili usijiinue zaidi, kwa sababu lengo lao ni kuona kwamba mafanikio yako yanaweza kuwa tishio kwao. Kwa watafanya juu chini ili kupunguza uzito wa mafanikio yako yaone ni ya kawaida, lakini kumbe ni mafanikio mazuri na ni makubwa. Lakini mashindano yasiyo rasmi tunaita one upping. Mara nyingi watu ambao hawapendi mafanikio yako, unakuta ukiwaambia labda nimepata labda kazi sehemu fulani, na yeye atakwambia nimenunua kiwanja mjini kwa bei ndogo kizuri sana, ili uache kufuatilia mambo yako au uache kufuatilia vitu vya msingi kwako, uanze kusifia kwao na wao waonekane wako bora zaidi kwako. Yaani kunakuwa na mashindano yasiyo rasmi. Yaani unakuwa ukisema jambo fulani na yeye analeta la kwake, ili wewe uonekane huko chini, wao wako juu, na mambo yako unayofanya ni ya kawaida sana kwao. Lakini badiliko la lugha ya mwili, kama nilivyosema, mara nyingi kwenye kuonyesha wivu waga kunaonekana kwenye lugha ya mwili, na mtu hawezi kuficha kwa sababu ile shinikizo la ndani au mgongano wa ndani. Sasa unaweza kuangalia badiliko la lugha ya mwili, tunaita micro expression. Kwa mfano unapokuwa unamwambia mtu habari fulani nzuri ya mafanikio, unaona anakopesha macho, lakini anakuambia sifa nzuri lakini hakuangalia usoni, ile ni kwa na ishara ya wivu au mgogoro wa ndani au ile aibu kwamba kile ulichokipata ni kikubwa sana, shindwa kukifurahia kwako, kwa anakopesha macho, ni ishara ya kutokufurahia ile jambo ambalo unamwambia. Lakini pia tabasamu, unaangalia kwenye kona ya macho ya mwisho, unaona mtu anacheka lakini ile kona ya macho ya mwisho haijikunji, hiyo inakuwa ni tabasamu la uongo, inaitwa fake smile. Lakini unapokuwa unaongea na mtu labda unaona anakunja mikono, hiyo ni ishara ya kujihami kwamba habari yako imekuwa tishio kwake, kwa anajilinda, ni hali ya kujilinda. Kwa hiyo inaweza kukusaidia wewe kujua huyu mtu anafurahia ile jambo ambalo unamwambia au hafurahii. Lakini ukimya wa ghafla, unamwambia mtu jambo lako zuri, unaona ghafla anakaa kimya, hata kama kwenye kikundi fulani, hiyo ni ishara ya wivu au kuna shinikizo fulani limemtokea baada ya wewe kumwambia jambo la mafanikio au la msingi ambalo linakuhusu wewe. Kwa hiyo unaweza kujua hata kama kwenye kundi la watu umefika ukawaambia, unaona walikuwa wanacheka, lakini ghafla unaona mmoja wao anakaa kimya kwa sababu ile jambo limekuwa tishio kwake. Lakini sasa jinsi ya kuishi nao watu wa namna hiyo ambao wanapata wivu pale ambapo wamepata mafanikio. Jambo la kwanza kabisa, usishushe thamani yako. Usijishushe kwamba kuona mafanikio yako na kawaida ili wafurahishe. Furahia mafanikio yako na yaone yenye thamani. Hata kama yakionekana ni ya kawaida kwao, wewe yaone ni makubwa. Kama umepata kazi sehemu au umepata promotion, wewe furahia, usijishushe ili kuwafurahisha wao. Lakini kuwa na kiasi, yani low profile. Sasa hapo ndo utakuwa ujifunze kwamba baadhi ya mambo yako ya msingi hutaki kuambia watu wengine. Lakini idea kubwa zaidi, mambo yako ya muhimu zaidi ya kazi yoyote, sio rahisi kumwambia kila mtu kwa sababu sio wote wanaofurahia mafanikio yako. Lakini jambo la mwisho, endelea na maisha. Mara nyingi unajua watu ambao wana wivu huwezi kuwabadilisha. Cha msingi ni kuishi nao, lakini usichukulie ule wivu wao ukakuzuia kufanya mambo makubwa. Kwa hiyo kaa nao kwa umakini na usiwape nafasi kubwa ya kujua maisha yako, lakini huwezi kuwazuia kwamba wasiwepo. Lakini ile hali ya wivu wao watakiwa tu ujilinde ili sikuzuie wewe kupiga hatua ya maisha. Sasa jambo la muhimu la kukumbuka, wivu ni ishara kwamba una kitu ambacho wao wanakitamani lakini hawana ujasiri na uwezo wa kupata. Itazame kama sifa kwako, lakini chukua tahadhari ya usalama wako. Asilimia kubwa mara nyingi watu wanapoona wivu kwenye jambo fulani ambalo unalifanya, mara nyingi hawawezi kulipata na wanalitamani. Sasa ona kama ni sifa kwako kwamba una kitu cha ziada kizuri, lakini pia wachukua tahadhari kwa sababu hao watu unaokaa nao wanaweza kufanya juu chini ili uanguke au usiende mbele zaidi. Lakini dalili ya 4, wanapenda kueneza habari zako mbaya. Kwa sababu hawapendi mafanikio yako, maana wakisikia jambo lolote ambalo linakuhusu wewe watakuwa kwanza kueneza habari zako mbaya, kwa sababu unapoanguka kwao ndio sherehe. Sasa kuna
sura ambazo unaweza kuwaona watu wanakuwa kwenye hali hizi ambao wanapenda kueneza habari zako mbaya. Jambo la kwanza ni sikitiko la kinafiki, tunaita the concerned gossip. Unakuta anaenda kuongea na watu kwa masikitiko, kuonekana kama yeye amesikitika zaidi, lakini ndani yake kunakuwa na uongo. Anaweza kusema yani nasikitika, najisikia vibaya, fulani amefukuzwa kazi. Yani nasikitika kwamba yule jamaa alikuwa anaishi vizuri na mke wake lakini wameachana. Yani wewe anakuwa anaonekana kama anasikitika, lakini ndani yake kumbe ni unafiki. Anakuwa anasambaza mambo yako mabaya hivyo kwamba anakuwa anaonekana kama anasikitika kwamba anasambaza mambo yako mabaya, lakini kuongeza chumvi kwa sababu anapenda kueneza habari zako mbaya. Akisikia labda ulijibizana na bosi wako, yeye anaenda kuongeza chumvi, anasema ulienda kugombana na bosi wako na ukamtishia kumpiga, ili watu waanze kuona kwenye sura mbaya na waanze kuchukulia kwamba wewe una roho mbaya. Lakini jambo la tatu, siri kwake ni silaha. Kwa mfano labda kuna mambo ya msingi ulishamwambiaga, anasubiri saa wakati ambapo mtagombana aanze kuyamwaga yote, kwa sababu anajua mara nyingi siri ambazo ulimwambia anasubiri sasa wewe siku umekuja kumkosea au siku ambao mna mgogoro aje aanze kumwaga siri zote. Anatumia siri zako kama silaha kuja kukufanya wewe uwe chini yake na umnyenyekee au wewe umsikilize yeye, lakini kukusema vibaya ukiwa haupo, tunaita backstabbing. Mara nyingi akiwa karibu na wewe anacheka, atakutia moyo, atakwambia haya mambo yataisha tu, endelea kuvumilia, mtumainie Mungu. Lakini ukiwa haupo anasema unamwona huyu jamaa ana changamoto hii na hii, unamwona huyu dada ana shida hii na hii. Mara nyingi watu ambao ukiwa haupo wanakusema vibaya. Sasa ukishajua watu wa namna hii, basi utajua kwamba hawa watu sio wazuri kabisa wakuwa kwenye sako yako. Sasa jinsi ya kukabiliana na hali hii, jambo la kwanza kabisa, chunga ulimi wako. Usiwe mwepesi wa kusema kila kitu chako, matatizo yako, mambo ambayo yanakukumba. Tafuta watu sahihi wa kuambia. Sio kila kitu ambacho kinakupata unasema, kwa sababu kuna watu ambao wanafurahia yale mambo ambayo yanakupata mabaya, yanakuwa ni sherehe kwao. Lakini usiwajibu kwa hasira. Unapojibu kwa hasira, manake wanakuwa wanaona mbinu yao imefanya kazi. Cha msingi kama ni kazini, fanya kazi yako bora. Ile kazi yako ndio itabadilisha ule mtazamo ambao wameshausambaza kwenye mazingira ya kazi. Kwa mfano labda wamesema wewe una roho mbaya, wewe fanya kazi yako vizuri, saidia watu. Yale mambo yako mazuri ndio yatabadilisha ule mtazamo tayari ambao wameshauweka kazini. Lakini badilisha mzunguko, tunasema sako. Mara nyingi sasa hapo ndio unajua kwamba kuna watu fulani ambao unatakiwa waache kwenye maisha yako ili usiweze kuharibu kabisa malengo yako na maisha yako. Kwa hawa watu inabidi kuwapunguza, watu ambao wanapenda kueneza habari zako mbaya. Unakuta tu labda mtu unakuta anaenda kuwasimulia watu wengine habari zako mbaya, taarifa zako mbaya. Hawa watu sio kuwa karibu nao, kwa sababu wataendelea kuharibu kabisa sifa yako. Sasa ukweli mchungu ni huu, mtu anakuletea umbea wa mwingine, ujue na wewe anakupeleka kwa wengine. Heshima inajengwa kulinda siri za watu, si kwa kuzianika. Kuna msemo mmoja anasema, msikize mtu vizuri anapokuelezea mambo ya mtu mwingine, ndipo ataenda kuelezea ya kwako. Usione unafurahia mtu anakuja nakwambia vitu ambavyo ni vya mtu mwingine na unaona unafurahia, ndipo ataenda kusimulia mambo yako hivyo hivyo kwa watu wengine. Kwa hiyo usipende sana kukaa na watu wa namna hiyo ambao anakuletea umbea wa mtu mwingine. Hivyo hivyo ndo atachukua mambo yako atapeleka kwa watu wengine. Lakini dalili ya tano ni kuchochea ufanye maamuzi mabaya, kwa sababu watu ambao wasiopenda mafanikio yako watakuwa wanapenda wewe uanguke au uwe katika hali mbaya. Kwa hiyo watakuchochea wewe ufanye vitu ambavyo sio vizuri, kwa sababu wanajua ukifanya hivyo utaanguka, na wenyewe watatumia hiyo kama sherehe au kufurahia anguko lako. Lakini mara nyingi watu wazuri watakuongoza katika mtazamo mzuri. Sasa jambo la kwanza kabisa ambalo wanafanya katika kuchochea ufanye maamuzi mabaya ni kuchochea hasira na kiburi. Kwa mfano labda umegombana labda na bosi wako au mwenzi wako, anaweza kukuambia mimi siwezi kuvumilia hali kama hiyo, lazima ningempiga au ningefanya hivi, kwa sababu anajua ukishafanya hivyo utapata hali mbaya au utakuwa katika matatizo, na hayo ndio atakuwa furaha kwao, kwa sababu wanapenda kuona wewe ukianguka. Lakini jambo la pili, kukupongeza kwenye makosa. Kwa mfano naona kabisa unakosea, lakini anakuambia endelea tu, itakuwa sawa. Anaona kabisa hii biashara inaenda kukuweka chini au unaenda kufilisika au unaenda kwenye njia ambayo sio sahihi, anaendelea kukuambia kwamba endelea tu, utafanikiwa, ili kifika kule ukianguka kwake ndo furaha na sherehe. Lakini jambo la tatu, kushawishi kwenye starehe zinazozidi uwezo. Hawa ndo wanakuambia twende ukale bata, lakini hakwambii jinsi ya kuwekeza, ya kununua labda hizi vitu kama viwanja, ili baadaye
uwe na uwezo wa kuwa na uhuru wa kifedha. Watakwambia tu tumia, kesho ipo na mambo yatajipa tu baadaye, lakini mwisho wa siku anajua kwamba wewe ukishafilisika itakuwa ni silaha kwao ya kuja kukutumia, kuja kukuangamizia au kukusema vibaya, lakini kukupotezea malengo, distraction. Watakuja kukufanyia mambo ambayo yatakufanya wewe usahau mambo yako kabisa. Watakuwa busy kushirikisha vitu vya ambavyo havina msingi, kuchukua kwenda sehemu nyingine ili wewe usiwe busy kufuatilia mambo yako ya msingi. Sasa haya sio mazuri, kwa sababu unajikuta haufanyi mambo yako ya msingi, unakuwa busy na wao, na muda unazidi kwenda, unakuja kushangaa hauna mafanikio yoyote. Sasa jinsi ya kujilinda na watu wa namna hii: kuwa na msimamo, strong internal compass. Kabla ya kumwambia mtu jambo lako au ya kumuomba ushauri, jiulize, huyu mtu anaendana na maadili yangu? Sio kila mtu anaenda tu unamuomba ushauri, kumbe unakuta mtu anaenda kumwomba ushauri ndio mtu mbaya zaidi ambao anataka wewe uanguke. Lakini tazama maisha yao. Angalia maisha yao yakoje. Kabla kwenda kumuomba ushauri, angalia yeye anaishije, ana mafanikio gani ambayo wewe unayataka. Sio unaenda kumuomba mtu ushauri labda wa ndoa, kumbe yeye mwenyewe ameshaachika kwenye ndoa na haelewani na mwenzi wake. Mara nyingi huyo mtu hawezi kushauri vizuri, lakini tafuta washauri waliofanikiwa, mentors. Mentors ni wale watu ambao wameshafanikiwa katika eneo fulani ambao wewe haujapitia, kwa anaweza kuongoza vizuri, au watu ambao wana uzoefu mkubwa katika eneo hilo ambalo unalihitaji. Sio unaenda kumuuliza mtu ambaye hata hajawahi kufanya hilo jambo, hawezi kushauri vizuri, na mara nyingi atakuongoza katika njia ambayo haifai. Sasa jambo la muhimu la kuzingatia, watu wanaokuzunguka wana mchango mkubwa sana kwenye mafanikio au kufeli kwako. Ukiona mtu anaonyesha dalili hizi 5 kwa mfululizo, huna haja ya kuanzisha ugomvi naye. Unachotakiwa kufanya ni kupunguza ukaribu, tunaita distancing, na kuweka mipaka imara ili kulinda amani na maisha yako. Mara nyingi usianze kupigana na mtu, kwanza kurumbana na mtu. Kishaona tu mtu hakufai au ana dalili ambazo ni za hatari kwako, jambo la muhimu ni kuweka msimamo na kuweka mipaka, lakini pia anakuwa mbali na mtu huyo. Hebu niambie, katika hizi dalili 5 ni dalili ipi ambayo ulishawahi kuona kwa mtu fulani au imekugusa zaidi na imesha utokea hata wewe pia? Comment hapo kwenye sehemu ya comment section na nitafurahi kuona maoni yako. Lakini pia kama una swali, unaweza pia comment sehemu ya comment section. Asante sana kwa kunisikiza kuanzia mwanzo mpaka mwisho wa kipindi hichi. Tukutane tena kwenye kipindi kinachofuata. Mimi naitwa Elikhan Mtz, the head of the world.